Utafanya nini siku ukigundua kuwa wewe hukutakiwa kuzaliwa kwa sababu tu wazazi wako walinusurika kifo, hivyo unawindwa na kifo ili kirekebishe makosa yake? Karibu sana, hii ni Plain Swahili. Kama bado hujasubscribe, nikukumbushe tu kufanya hivyo. Mzigo unaanza mwaka 1968. Tunamuona binti Alice na mchumba wake Paul walioamua kuhudhuria ufunguzi wa mgahawa wa kifahari unaoitwa Skyview. Mgahawa huu umejengwa juu kabisa ya jengo refu. Wakati wa sherehe, Paul aliamua kupiga magoti na kumvisha Iris pete ya uchumba, lakini katika sekunde hiyo hiyo Iris aliona kitu cha ajabu. Aliona mvulana aliyekuwa juu ya jengo hilo akitupa sarafu, na ghafla upepo wa ajabu ulipuliza sarafu ile ikaingia moja kwa moja kwenye tundu za hewa, yani ventilation system. Kisha sarafu ikakwama hapo kwenye feni na kusababisha shughuli nzima ya kupeleka upepo kwenye jengo hilo kukwama. Wakati huo watu ndani ya mnara walikuwa bize wakicheza kwa furaha. Nyufa zilianza kuenea kwa kasi kwenye kioo kilichokuwa chini ya miguu yao. Bila kujua, Iris na Paul nao wakasogea katikati ili waendelee kusakata mziki bwana. Ghafla nguzo za chuma zilianza kufyatua nati. Hii ni kumaanisha kwamba zilielemewa na uzito. Moja baada ya nyingine zikaanza kukatika. Ghafla sarafu ile iliyokuwa imekwama kwenye feni ikapasuka kipande, na kipande kikapaa moja kwa moja hadi kugonga bomba la gesi. Gesi ikaanza kuvuja huku nyufa zikiendelea kuongezeka kwenye kioo kile. Iris alihisi hali si salama. Ghafla Paul akaanguka kupitia sakafu, na watu wengine nao wakaanza kuanguka wakijaribu kushikilia mihimili ya chuma, lakini wapi. Wafanyakazi wa jengo huku chini nao wakapanic na kukimbia. Paul alifanikiwa kujishikiza kwenye kioo, maskini, mikono inakatika na damu zikimvuja. Iris bila kujua cha kufanya akaendelea kupiga kelele na akaamua kujaribu kumvuta Paul kwa mkono, lakini mikono yake ikatereza na kuanguka chini. Ghafla machafuko yakazuka. Mwanamke mmoja aliyekuwa ameshika moto akasababisha mlipuko mkubwa uliochochewa na gesi. Wale wote ambao hawakujaribu kukimbia kwa haraka walikufa pale pale, lakini Iris kwa taabu akapona na moto huo. Wafanyakazi wakawaongoza watu wahame mara moja. Sasa yule dogo aliyekuwa ametupa sarafu akakimbia mbele kabisa, laana huyu, yani akawatangulia wenzake mbele. Umati uliojaa hofu ukakimbilia kwenye njia ya dharura, yani emergency exit, lakini hata hivyo ilikuwa sehemu ya mpango wa kifo. Njia ile ikaanguka na kuua kila aliyeingia humo, isipokuwa huyo Charlie peke yake ndiye aliyeokoka kimiujiza sana. Udogo ana nini huyu? Waliosalia wakakimbilia lifti wakisukumana kwa nguvu. Mzee huyu akaamua kumsukuma Iris pembeni ili aingie kwanza, lakini akakwama katikati ya mlango wa lifti iliyokuwa imesheheni watu kibao. Lifti ikashindwa kuhimili na ikaharibika na ikamponda mzee huyu, akasagika vibaya, manake kama Iris angekuwa humo na yeye angekufa. Wakati Iris akijaribu kutafuta njia ya kutoroka, akaona vitu vinaanza kutereza pembeni na dari likaanza kupasuka. Akahisi hatari nyingine inakuja na akapanda juu haraka. Wengine wakiwa bado hawajaiona hatari hiyo, sakafu ikapasuka vipande viwili na watu wakateleza na kuangukia kwenye kioo hichi kigumu. Mwanamke mmoja akiwa amedhani kuwa ameokoka, lakini alipoinua macho yake aliona piano ikining'inia juu yake, kifo kikihakikisha sarafu inaanguka juu ya piano. Piano nayo ikamwangukia mwanamke ule na kumuua pale pale. Watu wote katika kundi hilo wakafariki. Sasa Charlie aliyenusurika awali akatabasamu kwa dharau baada ya kufanikiwa kushuka chini, lakini ghafla piano ile ile ikamwangukia na kumuua pia. Safi aise, udogo angepona huyu, ningeachana na hii movie aise. Sasa wakati Iris akimlilia Paul, anamuona mvulana mwingine yuko kwenye hatari, amezungukwa na moto. Iris anajaribu kumwokoa, lakini ghafla wakati huo huo jengo lote linaporomoka kabisa na Iris anaonekana akiwa amening'inia kwenye jengo. Lakini cha kushangaza, kilichomwokoa si mkono wake, ilikuwa ni pete ya mchumba wake Paul iliyokuwa imekwama katikati ya vijinondo viwili. Lakini ghafla ngozi inavuka na Iris anachomoka moja kwa moja, anaanguka chini kwenye moto na kujichomeka kwenye hichi kidude chenye ncha kali. Wote wanateketea. Ghafla Stefan anashtuka kutoka kwenye ndoto mbaya darasani. Tulichokuwa tunakiona ni ndoto ya binti huyu. Ndoto hiyo imekuwa ikimsumbua na kujirudia kwa miezi miwili mfululizo. Ndani ya ndoto kulikuwa na mwanamke aliyeitwa Iris, jina la bibi yake kabisa, lakini Stephanie kwa bahati mbaya hakuwahi kukutana naye na wala hajui kama bado yuko hai. Rafiki yake alikuwa akimshauri kurudi nyumbani kutafuta ukweli wa kile ambacho anakiota, na alipofika nyumbani leo aliamua kumuuliza baba yake Marty kuhusiana na Iris. Marty alionekana kusita kutoa taarifa kuhusiana na kile ambacho ameulizwa na Stephanie. Marty aliwaonya Stephanie na mdogo wake Charlie wasizungumze kuhusiana na taarifa za Iris kwa ndugu zao wengine. Hili likamfanya Stephanie awe na mashaka na shauku zaidi. Walipofika kwa mjomba wao Howard, Stephanie aliuliza moja kwa moja kuhusu mama yake Darlene. Sasa Howard na mke wake Blenda walishtuka walipotajiwa mgahawa wa Skyview, na hatimaye
hatimaye wakakili kwamba Iris hakuwa amekufa, bali alipata mshtuko wa akili baada ya mume wake kufa. Iris aliishi kwa hofu kali, ikamfanya awafungie watoto wake ndani ili wasipatwe na kifo, na polisi walipogundua Iris anawafungia watoto wake ndani, waliingilia kati na kuamua kuwachukua kuwapeleka kwenye ulinzi maalum. Baadaye Alice aliendelea kuwafuatilia watoto wake walipokuwa watu wazima. Alipoona wamepata familia mpya, akaanza kutuma barua za kutisha zenye onyo na picha za ajabu, na nyingi katika picha hizo zilikuwa ni za maiti. Howard na Brenda walikata mawasiliano nao moja kwa moja, manake hawa wazazi wawili ndio waliowalea watoto wa Iris ambaye ni mama yao Darlene. Lakini Stephanie akajaribu kuomba zile picha na barua zilizokuwa zinatumwa na bibi yake Alice, lakini wazee hawa wakagoma kumpa. Stephanie kwa siri kubwa akatafuta zilipo barua hizo na akazipata. Kilichomshtua ni kwamba mwanamke kwenye picha alifanana kabisa na yule aliyokuwa anamuota ndotoni. Akaamua kumtafuta Iris. Safari ya kumtafuta Iris ikamfikisha Stephanie porini, huku akaona kibanda kilichokuwa kimejitenga peke yake juu kabisa mlimani. Stephanie akagonga kwenye kibanda hicho ambako ndani alikuwepo bibi yake Iris, na Iris akamruhusu kuingia baada ya kuhakikisha hajabeba kitu chochote kile mfukoni. Nyumba ilikuwa imekaa kimaajabu maajabu, huko kuna mitego mbalimbali na hata paa la nyumba hili lilikuwa na miiba. Iris alieleza kuwa yote ni kujilinda dhidi ya mitego hatari ya kifo. Iris alimwambia Stephanie kuwa hata yeye ndoto zake zilikuwa za ukweli. Miaka mingi iliyopita aliona ajali ya Skyview kabla haijatokea. Alifanikiwa kuzuia kifo kwa kuondoa sarafu ile na kuwaoponya watu kibao. Alinusuru mamia ya maisha, lakini kifo hakikumsamehe. Baadaye watu wote aliowaokoa kwenye ajali hiyo ya Skyview waliuawa mmoja baada ya mwingine, ikiwemo mchumba wake Paul. Hii ikamfanya Iris ajifunze kutambua ishara za kifo na akatumia maisha yake yote kuzuia majanga, lakini hivi sasa alikuwa na saratani na kuwa muda wake umefika na kwamba hatimaye kifo kimepata njia nyingine ya kumuondoa kwa saratani. Wakati wa mazungumzo yao, kimaajabu kioo cha lenzi kilielekeza mwanga wa jua kwenye kamba ambayo ilianza kuungua taratibu. Iris alivyoona hivyo akaona hii ni hatari na kuiondoa haraka, kwani alitambua kuwa ile ilikuwa ni njia ya kifo kuwafikia, na akamwambia Stephanie kuwa anaweza kuwa amerithi kipawa chake cha kuyaona mambo kabla hayatokea. Ajabu ni kuwa maelezo yote hayo hayakuingia kabisa kwenye akili ya Stephanie. Aliamua tu kuondoka, lakini Iris akamuonya kuwa kifo kinakuja kwenye familia yao na hivyo yeye ndio mwenye jukumu la kukistopisha. Kabla hajaondoka, Iris alimpa kitabu cha kumbukumbu ambacho ndani yake kilikuwa kimejaa mbinu na namna ambavyo yeye amekuwa akizichakata na kuandaa namna ambavyo yeye anaweza kujikinga na kifo. Kisha akamwambia Stephanie rudi nyuma ili ashuhudie ukweli juu ya kisa cha kifo na namna ambavyo kifo kinaweza kutekeleza adhma yake kwa namna yoyote ile. Ghafla upepo mkali ukapuliza dira ikagonga fire extinguisher na fire extinguisher ikafyatuka na kumchoma Iris mdomoni na kumuua papo hapo. Stephanie akagundua bibi yake hakuwa anadanganya. Baada ya mazishi ya Iris, Stephanie akaanza kusoma kitabu cha bibi yake Iris. Aligundua kifo kinafuata mpangilio wa damu ya familia. Howard na Darlene walikuwa watoto wa Iris, hivyo wao ndio chain ya kifo na kuwa wao ndio wapo kwenye hatari zaidi. Wakati familia ikiwa kwenye barbecue, kifo kilianza kutengeneza mchakato mdogo mdogo wa mbinu zake za kutaka kuwamaliza wote mmoja baada ya mwingine. Hapa kifo kinatengeneza mlolongo wa kuwaondoa kwenye umakini mpaka kimfikie mmoja kati yao. Hapa kinafanikiwa kuondoka na Howard kwa kufa kwa kutumia mashine ya kukata nyasi. Stephanie anaendelea kusoma kitabu cha bibi yake Iris na ndani yake anakutana na taarifa za William, yule kijana ambaye aliokolewa na Iris zamani kwenye ile ajali ya Skyview. Walipomtafuta William, aliwaambia kuwa kuna njia mbili tu za kukwepa kifo: kuua mtu mwingine achukue nafasi yako au kufa na kufufuka. Hii inamfanya Eric ajaribu kutafuta namna ya kumwokoa mdogo wake Bobby kwa kujaribu kumfanya aonekane kama amekufa kwa kusababisha apate mshtuko wa makusudi, na hapa anampeleka hospitalini na kutengeneza mazingira ya kutengeneza mshtuko wa moyo feki ili akate moto alafu wamfufue. Ghafla mashine ya MRI inajiwasha kwa bahati mbaya na sumaku kali inamvuta Eric na kumuua, na Bobby inamsukuma mpaka kwenye mdomo wa MRI machine, kisha kipande cha chuma kinampiga Bobby usoni na kumuua papo hapo. Wanabaki Stephanie, Charlie na mama yao. Watatu hawa wanaamua kufunga safari mpaka kwenye kibanda cha Iris, bibi yake na Stephanie. Njiani gari inapata ajali mbaya, linapinduka na kulipuka. Hapa Darlene ambaye ni
mama yake na Stephanie anauawa kwa kupondwa na nguzo ya taa. Stephanie anazamishwa kwenye kidimbwi cha maji, lakini mdogo wake Charlie anafanikiwa kumwokoa baada ya purukushani nzito na kumfanyia CPR ya kujaribu kumrudisha kwenye uhai wake. Hapa Stephanie akaamini tayari amefanikiwa kukidanganya kifo kwa kuvunja mnyororo wake pindi alipokuwa kazama kwenye maji na kufa kabla mdogo wake hajamfanyia CPR na kumzindua tena upya. Basi maisha yanaendelea. Siku hii walikuwa kwenye sherehe ya mchumba wake Charlie. Hapa wanakutana na baba wa binti ambaye ni daktari. Walipomuuliza kuhusiana na uwezekano wa mtu kufariki na kurudi hai kwa kufanyiwa CPR peke yake, daktari huyu anasema moyo kusimama sio kufa, hivyo mnyororo wa kifo haujavunjwa. Hapa Stephanie anagundua kuwa hakuwahi kufa kweli, moyo wake tu ulisimama. Hilo linamaanisha kuwa kifo bado kilikuwa kinamtafuta na bado kinaendelea kuwafuata. Wakiwa hapo, ghafla Stephanie anaanza kuona ishara zile zile kutoka kwenye ndoto alizokuwa anaziota, kuanzia kuchomwa na pini, na hata mchumba wa Charlie anaonekana amevaa nguo zile zile za kwenye ndoto ambayo alikuwa anaiota. Sarafu inadondoka kwenye reli ya treni na treni inapotea njia na ajali kubwa inatokea, na mwisho azma ya kifo inakamilika kwa kurekebisha kile kilichokuwa kimezuiliwa na bibi yake Iris. Hapa Stephanie pamoja na Charlie nao wanateketea. Basi huo ndo unakuwa mwisho wa mzigo wetu wa leo. Sasa hii inamaanisha kuwa laana pia inaweza kufuata ukoo wote na ikamalizana na wote waliopo kwenye bloodline ya hiyo familia. Na lengo ni kuambia tuwe makini sana kwenye namna ambavyo tunayafanya mambo yetu, kujitahidi kubreak zile cheni na laana ambazo pengine zinaweza zikawa zipo kwenye koo ambazo tunazo. Endelea kutufuatilia kwa recap kali kama hizi. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment kwa maoni na ushauri, lakini pia kama una pendekezo la movie, I'm Rakim, you're welcome. Subscribe.